نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من البدع ومن النار. أيها المؤمنون عباد الله، ويا حراس العقيدة، أما بعد الثناء على الله والصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. نقص إيماني مبادئكم حميد الله عز وجل، نكم تكيا صالنا سلام ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم. نكوسيني pasina ya kuisahau nafsi yangu juu ya kumcha Allah azza wa jal, kwani kwa hakika wamefaulu wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata al-iman wa ya ma'ashira al-mu'minin, inna Allah ta'ala yabtali man yasha'u min ibadihi bima yasha'u min balaya ad-dunya. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala humtahini na kumpa mtihani yule amtakaye katika waja wake kwa mitihani ama na balaa ayatakayo Allah subhanahu wa ta'ala ya hapa duniani. Ikhwata al-iman, hatta al-anbiya wal-rusul ma'adhimi manzilatihim, hata manabii na mitume pamoja na nafasi yao kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, fahadhihi sunnatullahi fi khalqi, na hii ndiyo sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Ikhwata al-iman, Allah subhanahu wa ta'ala yabtali al-mar'a ala qadri dini. Allah humpa mtihani mja kutokamana na kiasi cha dini yake, ukomavu wa imani yake uko kiasi gani, ndipo Allah atampa mtihani. Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa watu ambao aliwatahini hapa duniani Abul Anbiya Ibrahim al-Khalil alayhi salam. Ibrahim alayhi salam ni miongoni mwa watu ambao walitahiniwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na tunajua nafasi ya Ibrahim alayhi salam ni Khalilullah,
vile vile ni abul anbiya, baba wa mitume, mpaka hata dini zote za muita Ibrahim alayhi salam baba wa imani. Ikhwata al-iman, pamoja na nafasi hii aliyokuwa nayo baba yetu Ibrahim alayhi salam, alitahiniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata al-iman, Ibrahim alipewa balaa kubwa, mtihani mkubwa, na mtihani huo ni kukufuru kwa baba yake Ibrahim alayhi salam. Na ninagusa mada hii kwa sababu kuna funzo na mafunzo ambayo tuyapata ili Muislamu tutambue kwamba sisi tupo katika dunia hii, lakini pamoja na kuwa tuna urafiki, tuna undugu, tuna ujamaa, tambua kwamba utasimama na nafsi yako peke yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ambayo hakuna undugu wala urafiki wala nasaba, bali ni kila mtu atalia nafsi nafsi. Takuwa tujifunza kwa baba yetu Ibrahim alayhi salam kwa kadhia yake na babaye. Ibrahim alayhi salam, baba yake Azar alikufuru na akawa muanid, akapinga sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad ijtahada Ibrahim alayhi salam fi da'watihi wa nushihi. Ibrahim alayhi salam alijituma na kufanya juhudi kumlingania babaye na kumnasihi, lakini bado babaye alizidi kuzama katika ukafiri. Na Allah subhanahu wa ta'ala alilizungumzia hili katika Qur'an, kisa cha Ibrahimu na babaye. Babake Ibrahim alikwenda mpaka akafa katika ukafiri, na akaharamishwa Ibrahim na waumini wote kuwafanyia istighfar, kuwaombea msamaha wale ambao wamekufa katika ukafiri. Ikhwata al-iman, Allah subhanahu wa ta'ala atubainishia katika surati Maryam namna Ibrahim alayhi salam alivyomlingania baba yake. Na kuna darsa kubwa kwetu sisi ambao tunaishi katika maisha haya ya dunia. Kuna funzo kubwa kwa maduat, wale wanaolingania watu, ni usulubu gani watumie kulingania watu, hata akiwa amezama katika maasi, amezama katika maovu, ni namna gani utamfikishia ili aweze kukuelewa. Ikhwata al-iman, Allah subhanahu wa ta'ala akianza katika aya 41 surati Maryam, akimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wadhkur fil kitabi Ibrahim, wadhkur fil kitabi Ibrahima, namtaja katika kitabu hiki, yani Qur'an, mtaja Ibrahim alayhi salam, innahu kana siddiqan nabiyya, hakika Ibrahim alikuwa ni mkweli sana na alikuwa ni nabii. Idh qala li abihi, umtaja kwa lipi? Wakumbusha watu pindi Ibrahim alayhi salam alivyomwambia babaye, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a. Alimwambia babaye, ewe babangu, kwa nini unakiabudu? Kwa nini unakiabudu kile ambacho hakina usikivu, hakisikii, hakioni, wala hakikunufaishi kwa chochote? Ibrahim alayhi salam alitumia uslubu mzuri wa kumkinaisha na kumbainishia baba yake katika jambo hilo. Tena anamfikishia, anamweleza, ya abati inni qad jaani min al-ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ewe babangu, mimi imenijia elimu, wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na elimu hiyo haijakufikia wewe babangu, naomba unifuate mimi katika haya ninayokueleza, nitakuongoza katika njia sawa sawa. Anambainishia Ibrahim, kisha anambainishia tena, anambainishia kwamba anachokiabudu ni sheitani anampambia hivyo anavyoviabudu.
ya abati la ta'budi ash-shaytan inna ash-shaytana kana lirrahmani asiya, e babangu usimuabudu shaytani, hakika shaytan kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa rehma, shaytani ni mwenye kumwasi. Shaytani amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akamwambia mwisho wake, mwisho wa hichi unachokifanya mwisho wake ni nini? Ambia ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahmani fatakuna lishaitani waliya, ewe babangu mimi ninahofia ikupate adhabu ya mwenye huruma. Allah ni mwenye huruma babangu, lakini ukiendelea kuviabudu hivi vitu, kuabudu masanamu, kufanya ushirikina, mwenye huruma hatakuonea huruma, atakuadhibu. Naogopa ikupate adhabu ya mwenye huruma, fatakuna lishaitani waliya, ukawa wewe kwa shaitani ndio, au shaitani akawa ndio kipenzi chako. Lakini kwa sababu tayari baba Ibrahim Azar tayari lishapotea, akamwambia mwanawe maneno makali, akamwambia qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, hivi wewe Ibrahim unaichukia miungu yangu ninayoiabudu mimi? La illam tantahi, usipoacha hicho unachokifanya, kwa haya maneno yako unaniletea, la arjumannak, tutakupiga mawe, tutakufanyia rajm, lakini vile vile wahjuruni maliya, hebu nenda mbali na mimi kidogo, kaa mbali na mimi. Sababu hataki kusikia maneno ya da'wa, hataki kusikia maneno ya sawa. Lakini mtoto mwema alimwambia babake, qala salamun alayk, amani iwe na wewe, saastaghfiru laka rabbi, nitakutakia msamaha kwa Mola wangu, innahu kana bi hafiya, hakika yeye kwangu mimi ni mwenye huruma. Basi akasimama Ibrahimu akaondoka, akamwambia wa a'tazilukum wama tad'una min duni llah, na mimi ninawaepuka, ninakaa mbali nanyi na vile mnavyoabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ad'u rabbi, nami nitamwomba Mola wangu pekee, asa alla akuna biduai rabbi shaqiya. Huyu Ibrahim alayhi salam aliwahama akaenda pia, ikawa ni kwenda mbali kabisa, kaondoka katika nchi ya Iraq, kenda Misri, katembea mpaka Filistini, aliwahama moja kwa moja, ikhwata al-iman. Lakini bado Ibrahim alayhi salam, baada kuondoka Mtume sallallahu alayhi wasallam anatunukulia hadith Ibrahim alayhi salam anapokutana na baba yake siku ya Kiyama kuna kuwaje. Imam al-Bukhari anapokea sema, wala tukhzini yawma yub'athun. Ibrahim anamuomba Allah tabarak wa taala, ya Allah, naomba usinifedheheshe hiyo siku ya watu wanaofufuliwa siku ya Kiyama, usinifedheheshe ya Allah. Hadithi hii imepokelewa na Abu Huraira kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna Ibrahima raa abahu yawma alqiyama, hakika Ibrahim alimwona baba yake siku ya Kiyama. Hatamuona baba yake siku ya Kiyama, alimwona, anazungumzia tukio ambalo litatokea siku ya Kiyama kwa Ibrahim na baba yake. Baba yake huko ana vumbi, amejawa mavumbi. Na katika riwaya nyingine anasema Abu Huraira kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yalqa Ibrahimu abahu, Ibrahimu atakutana na babake siku ya Kiyama. Fayaqulu, kisha Ibrahimu atasema, ya Rabbi, ewe Mola wangu,
innaka wa'adtani, hakika wewe Mola wangu umeniahidi, annaka la tukhzini yawma yub'athun, tukhzini yawma yub'athun, kwamba wewe hautonifedhehesha hiyo siku ya kufufuliwa. Fayaqulu Allah, Allah tamwambia Ibrahim alayhi salam, inni haramtu aljannata ala alkafirin, hakika yangu mimi nimeiharamisha janna kwa wale walikufuru. Wa fi lafdhin inda al-Bukhari aidha, na katika lafdhi katika sahih al-Bukhari anasema vile vile, yalqa Ibrahimu abahu Azara yawm al-qiyama, Ibrahim alayhi salam atakutana na babake siku ya kiyama, babake Azar siku ya kiyama. Kisha atasema Ibrahim alayhi, wa ala wajhi Azar, na katika uso wa Azar kuna vumbi, yani uso mchafu kweli kweli. Fayaqulu lahu Ibrahim, Ibrahim atamwambia babake, alam aqul lak, hivi sikukuambia ewe babangu, la ta'sini, nilikuambia usiniasi baba yangu. Fayaqulu abuh, babake atamwambia, falyawm la a'sik, leo hii basi sitakuasi siku ya kiyama, sitakuasi. Fayaqulu Ibrahim, Ibrahim kisha atamwambia Allah, ya rabbi innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'athun, hakika ewe Allah umeniahidi hutonifedhehesha siku hii ya kufufuliwa. Fa ayu khizyin akhza min abi al-ab'ad, ni fedheha iliyoje kuwa na babangu mbali, babangu awe mbali na mimi niwe janna, babangu awe motoni, ni fedheha iliyoje hiyo. Fayaqulu Allahu ta'ala, Allah tamwambia Ibrahim alayhi salam, inni haramtu aljannata ala alkafirin, mimi nimeharamisha janna kwa watu walionikufuru. Thumma yuqalu, kisha kutasemwa, ya Ibrahim, ewe Ibrahim, ma tahta rijlaik, nini kilichopo chini ya miguu yako? Fayanzuru fa idha huwa bidhabhin mutalattikh, kisha ataona kichinjo ambacho kimechafuka. Fayukhadhu biqawaimihi fayulqa fi an-nar, kisha kitashikwa kitatupwa katika moto wa jahannam. Huyo ni babake Ibrahim alayhi salam, anatupwa katika moto wa jahannam. Hadhihi hiya nihayatu walid abi al-anbiya, huu ndio mwisho wa baba wa mitume, huu ndio mwisho wa baba wa mitume, aliyemzaa baba wa mitume. Allah tabaraka wa taala mwisho anamtupa katika moto wa jahannam. Ikhwata al-iman, hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ametueleza, inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna nasaba kwamba wewe mtoto wa sheikh, wewe mwanao sheikh, wewe family ya kisharifu, wewe family ya mawali, wewe kadha, wewe kadha. Hasha wa kalla, hili alizingatiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mtu aangalie nafsi yake, anaiandalia nini nafsi yake siku ya kiyama kitakachomfaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni wewe, utakufa wewe peke yako, utazikwa wewe peke yako, utafufuliwa peke yako, na utahisabiwa peke yako, na hukumu utapewa peke yako na Allah azza wa jalla. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مبادكم حميد الله عز وجل، نكم تكيا صالنا سلام ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم. Nikuhusieni tena pasina kuisahau nafsi yangu juu ya kumcha Allah azza wa jalla. Ikhwata al-iman, fa idha jaat as-sakha yawma yafirru al-mar'u min akhihi
wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idhin sha'nu yughni. Ikhwata al-iman, siku parapanda litapulizwa, kiyama kikisimama, ni siku ambayo ni nzito mno. Mtu atamkimbia kaka yake, sanadi yake, egemeo lake kaka. Mtu atamkimbia babaye na mamaye. Mtu atamkimbia mke wake na watoto wake. Mke anayekushughulisha leo, aliyekutoa asubuhi leo umeamka mapema kwenda kukimbizana, ni mkeo. Umeona amevaa vizuri, ameishi pazuri, anakula vizuri, watoto wako wavae vizuri, waishi pazuri, wasome shule nzuri, wao ndo wamekutoa. Lakini siku hiyo kila mtu yamkimbia mwenziwe. Kwa nini? Likulli mri'in yawma idhin sha'nu yughni. Kila mtu siku hiyo ana jambo linamshughulisha. Kila mtu yualia nafsi, nafsi yangu itaongoka. Hataki kujua huyu ni baba, huyu ni mama. Kwa nini? Fa idha nufikha fi ssuri fala ansaba yawma idhin. Ikipulizwa parapanda, fa idha nufikha fi ssuri, parapanda likipulizwa siku hiyo, fala ansaba bainahum yawma idhin wala hum yatasaalun. Siku hiyo hakuna nasaba, hakuna nasaba siku ya kiyama. Nasaba tumepewa hapa duniani tufahamiane, lakini siku ya kiyama kila mtu nafsi. Hakuna nasaba siku hiyo, wala hawatoulizana, isipokuwa tu kama watoto wako kuwasimamia vizuri, mashtaka yatazidi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mke wako kumsimamia vizuri, pale mashtaka yatakuwepo. Mke atakushtaki, huyu baba alikuwa busy kuleta mkate, kuhakikisha tumevaa, kuhakikisha kadha, lakini upande wa dini wala hajatushughulikia. Watoto vivyo hivyo, huyu baba alipambana tuende shule tu, tule vizuri, wala hatupeleka madrasa, atushughulika upande wa dini. Haya ndio mashtaka yatakayoletwa kuhusiana na wale uliopewa uwasimamie. Lakini kuhusu matendo, nafsi, likulli mri'in yawma idhin sha'nu yughni. Kila mtu siku hiyo ana jambo linamshughulisha nafsi yake, ambaye je, nitafaulu nikaingia katika faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna faqad faz wama alhayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Yule atakayepushwa na moto wa jahannam na akaingizwa janna, huyu ndiye ambaye amefaulu. Na hayakuwa haya maisha ya dunia isipokuwa ni starehe ya muda mfupi. Huyo mkeo, watoto wako wanaokufurahisha ukiwatizama, ni wa muda mfupi tu, lakini yale maisha ndio ya kudumu. Sasa mimi na wewe tumejiandaa vipi kuyaendea haya maisha ya kudumu? Kuna kipi ambacho kitatufaa tumekitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha ya kudumu ya akhira? Ikhwata al-iman, watu walipewa mitihani, lakini kuna walionyanyuliwa daraja. Haikuangaliwa family. Angalieni Bilal al-Abid, alikuwa mtumwa. Bilal nafasi yake iko wapi? Mtume sallallahu alayhi wasallam ingia peleka Isra wal Mi'raj, Bilal, nimesikia miguu yako peponi. Ya Bilal. Yuko wapi Salman al-Farisi? Katoka kwa waabudu moto, lakini kanyanyuliwa daraja mbele ya Allah tabarak wa taala. Yuko wapi Suhaib ar-Rumi? Alinyanyuliwa daraja kutoka Roma, Middle East, lakini akawa ni mtu mbele ya Allah tabarak wa taala kwa sababu aliyasimamia yale ya kutakasa nafsi yake, yale ya kumnyanyua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Kwa hiyo hata mimi na wewe tupambane, kila mtu aangalie kitakachomfaa siku ya Kiyama. Tumeona baba yake Ibrahim alayhi salam, baba wa mitume, Ibrahim al-Khalil, baba wa imani, lakini baba yake mbele yake atupa katika moto wa Jahannam. Kwa sababu gani? Hakuna nasaba wala hakuna huruma kwa sababu ya nasaba. Kila mtu kana linalomshughulisha. Kwa sisi kazi yetu ni kufikisha na kuwalingania watu, na tutambue kwamba tutapewa mitihani kama alivyopewa baba yetu Ibrahim alayhi salam. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amepewa mtihani, ammi yake aliyekuwa anampenda, aliyemlea, lakini bado hajaingia janna. Nuhu alayhi salam, mwanae, mkewe, hakuna nasaba siku hiyo. Tukumbushane, tueleweshane, tuelezane katika da'wa. Pia unayemlingania, unayemfikishia, mueleze ni yeye, siku ya Kiyama ni yeye. Hata ulizwa mwingine kuhusu yeye, ni wewe peke yako utaulizwa kuhusu wewe mwenyewe, na utasimamia yale ambayo umeyafanya wewe mwenyewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata al-iman, kisa Ibrahim alayhi salam na babake, kifuatilia katika Qur'an, tutaona mengi ambayo yatatufaa katika maisha yetu, Kwa hiyo tusimame katika dini ya Allah tabarak wa taala, turejee katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tumwabudu Allah tabarak wa ta'ala kama alivyotuamrisha, tuyaache yale ambayo ametukataza Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kupata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, na nafsi zetu ziweze kuongoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo kila mtu yule ambaye amemkufuru Allah, yule ambaye amemwasi Allah, atatamani kuwa mchanga. Siku nzito, ikhwata al-iman. Wayaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba, yule aliyemkufuru Allah atasema laiti mimi ningekuwa mchanga, kwa adhabu atakayoiona mbele yake. Siku ambayo leo hii tukitizamana tuambiane, leo hakuna mama anaweza akamtupa mwanae anayenyonya, kipenzi chake, mimba. Leo kila mwanamke aliyebeba mimba anakuwa makini na kufuata ushauri wa daktari ili mimba yake isipomoke. Lakini tunaambiwa siku ya Kiyama, siku ambayo mimba zitapomoka, siku ambayo yule mwenye kunyonyesha atamtupa anayemnyonyesha. Hana muda naye, hana muda wake yeye anaangalia nafsi yake itaongoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hana muda wa kufikiria mimba isitoke, hana muda wa kufikiria huyu ananyonya, hakuna. Ikhwata al-iman, kwa hiyo nafsi. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اجعلنا من الذين يعبدونك حتى يأتينا اليقين. اللهم اجعلنا من الذين يعبدونك حتى يأتينا اليقين. اللهم عليك باليهود، اللهم اقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم اقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اهلك عدوك بعدوك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.